Mambo. Poa, vipi madam? Safi. Umeadimika. Kuna kasida mpya zilizotoka? Kasida zipo, ni nyingi. Kweli nzuri? Ya, za kutosha. Kweli. Okay. Kuna kaswida hizi hapa, sidhani kama utazikubali, lakini ndio mpya. Kuna hii hapa. Hiyo nzuri. Hiyo vipi? Sawa. Ukingoja nikuwekee kwanza movie, afu hizi kaswida nitakuwekea. Sitawatone nige hiyo flash. Nzuri, lakini hiyo movie ni nzuri sana. Yaani movie nakupa kama offer. Kiwa ambayo unarudi. Kweli? Yeah. Utarudi kweli? Nikuoneshe kwanza hii movie. Oh, my sweetie. Yes. Niambie. Unaacha chumbani peke yako. Juliet mpenzi wangu. Kwanza nakupenda sana mpenzi wangu. Na nilikuacha chumbani makusudi ili nije hapa nikuandalie chochote kitu, yani chai. Asante mwanangu. Hata hivyo umeniwahi. Kwa sababu nia yangu ilikuwa ni kuja kukubeba uje unywe chai. Basi mimi narudi. Narudi uje unibebe. Okay. Wewe ni mwanamke ambaye nakupenda sana Juliet. Mimi naamini kama unanipenda. Serious? Thank you. Sister. Dada. Fikra zaweza leta matokeo. watu jamani. Mama, nimekuambia zaidi ya mara 3 na huko ndani nimetoka kukuambia. Juliet siwezi kumuoa. Unanizalilisha mama yako. Amekosea nini? Hii harusi wanajua watu wengi. Mbona uko hivyo? Mama, nakuheshimu sana mama yangu, lakini naomba heshimu basi na mimi na maamuzi yangu. Nimeshasema Juliet siwezi kumuoa. Harusi hakuna. Na muda unaweza hisi kwamba upo sawa kwenye maamuzi, hata mpenzi uliye naye anaweza hutambawa.
kachoka maudhi. We mwamini tu, penzi liendelee. Futa chozi usilie tena. We mwamini tu, penzi liendelee. Futa chozi usilie tena. Fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama hasi. Fikra usababisha hata kilio. Fikra potofu, fikra potofu. Yeah, 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 yeah. Mwanzo ulizama. Sweetheart. Mambo. Baby, are you okay? Kwa nini hujaniambia kama wewe ni kahaba? Tena kahaba mzoefu uliobobea. Kahaba? Ndio kahaba. Kim, kahaba kivipi? Na ukahaba nimeufanyia wapi? Hata siku moja sijawahi kufikiria kuwa mwanamke wa hivi. Nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Nimetoka nyumbani kwetu, nimewambia wazazi wangu kwamba kuwa nimeahirisha. Hivyo basi, na wewe nakuagiza utoke hapa, uende kwa wazazi wako kuambia hivyo hivyo. Kim, ule sio kahaba. Ila ni nini? Zile ni kazi kama kazi zingine. Kim, naweka wapi sura yangu? Harusi yetu kesho kutwa. Hakuna kitu ambacho unaweza ukaniambia nikakuelewa kila hizi hapa. Sawa? Naomba utoke nyumbani kwangu. Kim, harusi yetu kesho kutwa. Juliet, hakuna kitu chochote ambacho unaweza ukaniambia nikakuelewa kila hizi hapa. Sawa? Tafadhali naomba utoke. Kim, naomba nisamehe. Naweka wapi sura yangu? Naongea kwa mara ya mwisho. Sawa? Naomba utoke ndani kwangu. Juliet, toka ndani kwangu. Tena hiyo mwanzo na mwisho ukanyaga hapa ndani. Kahaba mkubwa wewe. Fikra potofu. Mwanzo ulizama, tuliaminiana, karuhusu fikra mpaka tukajapishana. Na kupenda sana. Kwa nini simu yako haipatikani? Baba, nimezima. Joakim, kwa nini unataka jamii kuchukia na hata Mwenyezi Mungu pia kuchukia kwa kile unachotarajia kukifanya? Unajua ni kitu cha kikatili sana. Ni nusu mwaka sasa ndoa hii nimeshaiandaa kwa ajili yako, alafu kwa sababu zako ambazo hazina hata mashiko unataka kuivuruga hiyo ndoa. Hivi unajua thamani ya ndoa? Au unajua maana ya ndoa ni nini?
Inawezekana wewe mtoto hujui maana na umuhimu wa ndoa. Najua umuhimu sana wa ndoa baba, na najua ndoa ni ibada kubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu, lakini ibada yoyote ili iwe kweli ni lazima ifanywe kutoka ndani ya moyo, sio kumfurahisha mtu au mtu fulani. Baba, mimi nishasema mwanamke hivi siwezi kumuoa. Una imani potofu sana katika maisha yako. Wewe unafikiri kwamba maamuzi yako hayo ndio sahihi kabisa, kiasi ambacho wewe unahisi kwamba kila mwanamke ambaye anaigiza au anacheza filamu basi ni kahaba. Huenda inaweza isiwe hivyo kwa fikira zako na kwa watu wengine, lakini kwangu mimi mwanamke hivyo ni kahaba tu, si vinginevyo. Umefikia kunijibu hivyo? Nakupa saa 24 utengue maamuzi yako hayo, alafu nifate nyumbani ukamwone mama yako jinsi anavyoteseka kwa ajili ya hayo maamuzi yako. Pumbafu. Tena sitaki kabisa kusikia habari yote. Mtu nimekuangaikia katika maisha yangu, alafu matokeo yake ndio hivyo tena na nani? Sipendi kabisa. Njigana. Kwenye maamuzi atapenzi anaweza kupambana. Kachoka maudhi, wewe mwamini tu penzi endelee. Futa chozi usilie tena. Hivi tutawaambia nini watu? Na kesho ndugu wa pande zote mbili ndio wanafika. Nitauficha wapi mimi uso wangu? We mwamini tu penzi liendelee. Futa chozi usilie tena. Fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama hasi. Fikra usama. Halo? Halo baba Juliet. Habari zenu? Salama tu. Naomba leo uwahi kurudi nyumbani. Kuna tatizo gani hapo? Sio kila jambo tunaweza kuongea kwenye simu. Naomba uje tutaongea. Nakuja muda si mrefu. Sawa. Sawa. Fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama hasi. Fikra usababisha hata kilio. Fikra potofu, fikra potofu. Kuna muda unaweza hisi kwamba upo sawa kwenye maamuzi, hata mpenzi uliye naye anaweza utambawa. Kachoka maudhi, we mwamini tu penzi liendelee. Futa chozi usilie. Jasmine mwanangu, unajua sikuelewi. Tokea ulivyorudi jana mchana, umetoa mboga hapo, umeingia chumbani kwako, umejifungia. Muda wote unalia. Hata chakula hauli ipasavyo. Una shida gani? Naongea na wewe Jasmine, una shida gani? Hauna shida mama. Hapana. Naomba nikwambie mwanangu, usinifiche. Kama kuna shida yote niambie. Hivi usiponiambia mimi utamwambia nani? Lakini mama, siwezi kumwambia jana kwamba nilishuhudia mtu akigongwa na gari na kufariki hapo hapo. Hicho ndio kinachoniumiza mimi, hakuna chingine. Jasmine, hata kama ulishuhudia hiyo ajali, kwani yule aliyegongwa ni nani yako? Ni mtu tu. Inaniuma kwa sababu sijawahi kushuhudia kitu kama kile kabla. Sikiliza mwanangu. Hata kama huyo mtu ni mtu wako karibu kivipi, lakini sio kwa namna unavyoishi hivyo. Unajua kama utajisababishia matatizo. Yaani kweli wewe unaamka hujala kitu. Muda wote unalia. Unategemea utakuwa salama? Utajisababishia matatizo. Naomba nielewe, umesikia? Hiyo hali sitapenda ijiendelee tena na ikajitokeza. Unanielewa lakini?
Nisikilize Jasmine. Kama kuna kitu unanificha, utakuja kujua wewe utakayemwambia, lakini mimi ndio mama yako na ndio natakiwa niambie kila kitu. Mimi ndio rafiki yako. Mimi ndio msiri wako. Unataka kumwambia nani? Sawa. Lakini nakuomba mwanangu, hii hali siendelee tena. Unanielewa? Naomba ule chakula na sitaki nikuone tena umekaa chumbani unalia. Umenisikia? Sitaki nikuone unalia tena, sitaki kuona machozi yako tena. Unanisononesha mimi pia. Naomba usifanye hivyo tena. Haya, mimi nipo ndani. Hata mpenzi uliye naye anaweza hutambawa kacho kama udhi. We mwamini tu, penzi liendelee. Futa chozi usilie tena. We mwamini tu, penzi liendelee. Futa chozi usilie tena. Fikra zaweza leta mato. Najua ile jambo ni kubwa, lakini pia limewakuta watu wakubwa, na siku zote watu wakubwa mambo yao wanamaliza kwa kishindo kikubwa. Kwa hiyo hebu siwe hivyo, naomba kuwa na amani, afukua kwa kawaida. Unajua bado siku 7 tu na harusi ifanyike. Sasa kwa upumbavu wa huyu mtoto Joakim mfuruga kila kitu, na ndani ya siku 3 hizi hapa naanza kupokea wageni. Sasa hicho kitendo cha kupokea wageni na wakati harusi ndio imeshavurugika kinanipasua kichwa, ni hakuna mfano. Nawaza hata sina tala kufanya hapa nini. Pole sana mzee. Ila siku zote adui mbaya akitaka kukuzuru, ukimtambua usisite kumzuru yeye. Una maana gani? Ndio mzee Joakim mkuu hivi sio yeye. Joakim namfahamu, ni ndugu yangu. Kuna watu wanataka kuharibu harusi. Ndio. Joakim namfahamu sana. Wanaompenda Joakim nawajua, na wanaomchukia nawajua. Wanawake hao. Ndio. Kwa mzee hili natakiwa makini nalo sana. Kwa makini mno. Mzee naomba nisikilize. Na uelewe. Kwa makini sana, nielewe kwa makini. Ndio. Sawa. Kuna wataalamu. Nafahamu wataalamu? Waganga wa kienyeji. Yaani washirikina. Yaani yote unayaona yanasumbua hivi. Ndio. Kuna kinachowezekana. Yaani kwa wale akishindikana kitu. Kuna mtaalamu yuko hapo mpakani hapo. Yaani yule ni kiboko. Hakuna linaloshindikana kwa hapo mpakani huko. Malawi au Zambia? Malawi. Zambia, Malawi hapo. Yule ni kiboko. Mimi nimeenda kwa na nimefanikiwa pa sehemu kubwa sana. Na kuna watu nimewapeleka kule. Yaani mambo yao yana hivi. Hakuna linalosumbua. Sasa nitakupa namba yake. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwa. Yaani rahisi. Hakuna linalosumbua. Nipatie. Nakupa. Yaani ile limeisha. Potofu, fika potofu. Kabla hujatoka, muombe sana Mungu wako, ombi la kweli kutoka moyoni. Nenda kaongea na mwenzio, muombe sana msamaha. Kama unavyoona ugeni huo wamekuja kwenye harusi yako. Nenda kaongea na Joakim, umuombe sana msamaha. Ikiwezekana umshike hata miguu. Ila Mama Juliet,
naomba uwe makini sana. Wakati unapomtoa hakikisha haoni na mtu yoyote, na utakapokuwa unamrudisha pia hakikisha hakuna mtu yoyote anayemuona. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Haya, mimi niko sebuleni naongea nawe. Juliet mwanangu, umemsikia baba alivyosema. Uwe makini, maana sasa maji yametufika shingoni. Umenielewa? Fanya kama alivyokuambia baba yako. Kwa aibu tuliyopata, wewe ndio umebeba jukumu lote. Wewe ndio kuichezea hii nafasi vizuri ili ututoe kwenye hii aibu wazazi wako. Naomba ufanye kama alivyokuambia baba. Fikra usababisha hata kilio. Fikra potofu, fikra potofu. Kaka, unafikiri tunafanyaje? Hivi unafikiri watu tutawaambia nini? Zimebaki siku 6 tu ili harusi iweze kufungwa. Siku 6 ni nyingi sana katika kuleta hili jambo sawa. Lakini siku 6 hizo ni chache sana kama tutakuwa tunakumbuka mambo ya huko nyuma. Dada, usihofu. Hili jambo tunakwenda kulimaliza. Kaka, ukumbuke harusi tumeiangaikia mwaka mzima. Afu leo kilaisi. Sawa dada, ondoa shaka. Hili jambo tunakwenda kulimaliza na tutasasa. Sawa. Sasa kaka, mbona unaondoka? Ndio hivyo tena, kama nilivyosema. Zati kwako. Najua mimi ndiye mkosaji. Na nipo hapa kwa ajili ya kuomba msamaha. Na siku zote makosa kaombewa binadamu. Na kuomba nisamehe Kim. Nakupenda sana. Nimesema sikupendi. Hafutoka nje. Kim, ninakupenda. Mimi sikupendi. Juliet, mara mwisho nilikwambia nini kuhusu kuingia huko ndani? Toka nje. Kim, nisamehe. Nakupenda. Kahaba mkubwa wewe. Tena nakwambia ukiendelea kunifuatilia nitakufurahisha. Na hutakuja kunisahau katika maisha yako. Toka ndani kwangu mbwa wewe. Futa chozi usilie tena. Juliet mwanangu, mbona kama hauko sawa? Unaamini tu penzi liendelee. Choma nafasi hapa. Wifi, Joakim huyu mchumba wake
au kuna Joakim mwingine? Ndiyo, huyo mchumba wake Joakim. Sasa kama Joakim huyu mchumba wake, inakuwaje akamchoma na pasi? Wifi, kuna nini kinachoendelea? Mbona sielewi? Wifi, hebu niache nipumzike kwanza. Kaka yenu akirudi atawaelekeza yote ilivyokuwa, maana yeye ndo anayejua yote. Mimi naamini kaka yenu akiwaelekeza mtaelewa mambo yote, historia yote anaijua na mtamwelewa. Haya, tutajua tu. Ndugu zangu wapendwa, awali ya yote niseme kwamba nawapenda sana. Najua na nyinyi mnanipenda au mnatupenda, ndio maana leo hii mko hapa. Kuna muda fulani kulikuwa na sintofahamu hapa. Juliet yuko ndani amelala baada ya kupatiwa dawa kutokana na majeraha aliyosababishiwa na aliyekuwa mchumba wake, yaani Joakim. Kaka, unataka kusema nini? Ndugu zangu, Joakim kamkataa Juliet, hawezi tena kumuoa. Unataka kusema Joakim na Juliet sio wachumba tena? Limetokea siku 4 kama sio 3. Kuna wakati ni leo hii nilimtuma Juliet aende kwa mchumba wake Joakim akaombe msamaha, lakini ndugu zangu, yaliyomkuta huko Juliet yanasikitisha. Joakim kamuunguza mwenzie kwa pasi. Kuna wakati niliondoka mimi hapa kwa lengo la kutaka kwenda kukutana na mzazi mwenzangu, yaani baba yake na Joakim. Na mimi yaliyonikuta huko, ndugu zangu, ni matusi na kejeli kwa sababu ya binti yangu Juliet. Sasa ndugu zangu, nasema hivi, mimi sijachoka kumlea Juliet. Juliet ataka hapa, hata kama akitaka kuzeekea hapa sawa tu. Mimi dharau sitaki. Hivi ni sababu gani zilizomfanya Joakim kukataa kumwoa Juliet? Sababu ni kwamba Juliet ni msanii wa maigizo na Joakim anasema kwamba usanii ni ukahaba, hivyo hayuko tayari kuoa mwanamke mwenye hulka hizo za ukahaba. Kwani tangia awali alikuwa hajui kama mwenzake ni msanii wa maigizo? Joakim alikuwa hajui, wala Juliet hakumwambia. Ni hivi juzi tu baada ya filamu ambayo Juliet alikuwa ameshirikishwa, ameicheza kutoka, ndio Joakim kujua. Hata yeye mwenyewe Juliet alikuwa ameshasahau kwa sababu ni kitendo ambacho kilifanyika huko nyuma. Alikuwa hajui kabisa. Hiyo ndio sababu iliyosababisha Joakim amkatae Juliet. Ndugu zangu, nashukuru sana kwa ujio wenu kwa ajili ya harusi ya kijana wetu. Na imani mmejitoa kwa hali na mali kiasi ambacho cha kufanikisha hii harusi, na mnajua yani si muda mrefu tu, maana baada ya siku 4 tu hapa harusi itafanyika. Yaani nawashukuru sana. Na poleni na safari ndefu mpaka kuja kufika hapa. Ila Waswahili wanasema hivi,
Mficha maradhi kifo humuumbua. Kijana wetu bwana, mimi amenisikitisha sana. Hataki kumwoa yule binti. Anadai kana kwamba eti si alimuona kwenye TV akiwa anacheza filamu. Kwa hiyo ana imani ya kusema kwa kwamba katika ule uigizaji wa filamu huwa mara kwa mara wanawake wanakuwaga ni makahaba, wakati ambapo si kweli. Mpaka huyo mama pressure zilimpanda, zilimshika sana hivi, analia hapa alipo. Kaka zangu, wifi yangu, mimi sidhani kama hiyo ni sababu ya kwamba shangazi yangu ashindwe kumwoa yule mwanamke. Kwa sababu kuna wasanii wengi wanaoa, wanawake wanaolewa, wanaume wanaoa, wasanii wa kazi mbalimbali. Hata siku moja sije kusikia mtu anatoa sababu kama hizo. Mimi nadhani kuna kitu. Sio hivi. Lazima kuna mchezo wa kishirika hapo umetumika hapo. Lazima kuna mkono wa mtu ambao umembadilisha moyo wa shangazi yangu ashinde kumuoa yule binti. Lazima tufanye kitu kaka. Nimeona afadhali ni mtafute rafiki yake amwite ili kesho tukae naye ili tuangalie maamuzi yake anaamuaje mpaka dakika za mwisho. Na nafikiri itakuwa ni vizuri na nyinyi mkiwepo. Kwanza kesho hiyo aje. Tumuulize. Tukae naye kitako. Atuelekeze kiunaga ubaga. Je, ni kweli kwa sababu yule mwanamke ni msanii ndio maana hamtaki, ama kuna sababu nyingine ambayo imejificha sisi hapa tuijui? Enda ikawa anasingizia kwamba yule binti kwamba ni msanii, kumbe kuna habari zingine katikati ambazo yeye hataki kutuambia. Hebu tumsubirie kesho ili tupate kuongea na yeye, nadhani atatuelekeza vizuri. Tutapata jibu kesho. Tunaweza tukasawazisha kila kitu na mambo yakaenda. Sawa dada. Asante dada, kwa sababu mimi amenivuruga kabisa kichwa changu hapa. Nafikiri mimi yani sipo. Kwa sababu nimeigaramia kiasi kubwa sana, na nyie mpaka mmetoka mbali na mmetoa gharama zenu. Kwa na hiyo inaumiza sana. Mie kalero mbelile upilike. Basi nyamaza mama, ndio maisha. Watoto lakini tarekebisha. Naona yanamuuma sana nani mfi yako hapa. Mianage mwege. Sisi liojo na rudi. Ndugu zangu, huyu ni mshenga ambaye kuna baadhi ya vitu vilivyokuwa ni sehemu ya mahali au sehemu ya kumalizia mahali, yeye ndio aliyevileta, na yeye ndiye aliyenisindikiza kuvirudisha. Ndiko tulikotokea. Na sisitiza, dharau mimi sitaki. Wamemkataa binti yangu kwa sababu zao za kipumbavu tu, na bado wamenitukana mimi. Licha ya kunitukana mimi, wanataka kuniulia binti yangu. Ndugu zangu, najua tumeingia gharama sana. Najua nimetumia muda wenu mwingi katika shughuli hizi, lakini hakuna namna. Hakika bora jeraha litupate, ila kifo tukiepuke. Maana hii ni alamu ambayo Mungu ameiweka kutupa taarifa kwamba hapa hapafai. Hebu tujiulize swali. Kama leo binti kapigwa pasi kabla ya ndoa, vipi akishaolewa? Mimi nadhani mmefanya vizuri kurudisha baadhi ya vitu vyao. Ndugu zangu, nisamehe. Hali ndio kama hivyo. Togwa limekusha ingia nzi. Tena nzi wa chooni. Halifai tena. Kwa hiyo nasema ndoa haipo tena. Ndugu zangu, inabidi tupokee yote yaliyotokea, kwa sababu huu sio mwisho wa maisha. Maisha bado yanaendelea, kwa sababu yote ni mapenzi ya Mungu. Kwenda kwa siku nyingine, maisha yataendelea siku nyingine. Kwa hiyo tushukuru Mungu kwa yote yaliyotokea.
Asanteni sana. Nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Ndugu zetu nawashukuru sana. Poleni kwa usumbufu wote uliojitokeza. Hatuna jinsi, imeshatufika, tunamshukuru Mungu. Fikra potofu, fikra potofu. Kuna muda unaweza hisi kwamba upo sawa kwenye maamuzi, hata mpenzi uliye naye anaweza hutambawa kacho kama udhi. We mwamini tu, penzi liendelee, futa chozi usilie tena. We mwamini tu, penzi liendelee, futa chozi usilie tena. Fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama hasi. Fikra usababisha hata kilio. Fikra potofu, fikra potofu. Yeah, 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 yeah. Mwanzo ulizama, tuliaminiana, karuhusu fikra mpaka tukajapishana. Na kupenda sana, na umerudi tena, naona chozi la furaha limetuinua baby. Ahadi tulizopanga kuhusu ndoa zifike, zawadi niliyopewa na Maulana ni wewe. Kuhusu ndoa zitimie, fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama hasi. Fikra usababisha hata kilio. Fikra potofu, fikra potofu. Jasmine, najua ni haki ya mtu anayekosea kuadhibiwa, lakini pia najua ni haki ya mtu anayeadhibiwa kujua kosa gani nalopelekea kuadhibiwa. Siku 4 za bila mawasiliano mimi na wewe Jasmine, hiyo ni adhabu kubwa sana unanipa. Ni sawa, najua una haki ya kunipa adhabu hii, lakini hebu niambie nimekosa nini? Kosa langu lipo wapi Jasmine? Salamu, hivi unaweza kuogelea maji ya shingo halafu sehemu ya mwili wako isiloane? Hapana, haiwezekani Jasmine. Kwa nini unauliza hiki? Kwa hiyo kama ulivyoloa wewe, najua na mimi unaweza kunilowesha. Na kuomba siku nyingine ukiniona tena usiniite wala usinifuate. Jasmine. Niache! Jasmine. Fikra usababisha hata kilio. Fikra potofu, fikra potofu. Kuna muda unaweza hisi kwamba upo sawa kwenye maamuzi, hata mpenzi uliye naye anaweza hutambawa kacho kama udhi. We mwamini tu, penzi liendelee. Mama Juliet, kama tulivyoongea, mimi kesho asubuhi naondoka na kwenda zangu shamba. Ndiyo. Akili yangu ikatulie,
maana hapa naona kila jicho la mtu linaniangalia mimi kutokana na fedheha iliyotupata. Hivi ulikuwa umedhamiria kabisa Mbaji? Wacha nisafiri kidogo. Nitarudi baada ya wiki 2 au 3. Hebu niende shamba. Basi Mungu akutangulie. Mbaki salama. Nakuomba. Kaa na Juliet. Ongea naye. Hali ya sasa hivi ni mbaya. Unaona mambo yaliyotupata ni fedheha. Kwa hiyo nakuomba sana, mwambie Juliet bado tunamtegemea katika familia. Yeye ndio binti yetu pekee. Kwa hiyo bado natumaini kwamba ukikaa naye vizuri anaweza kutuheshimisha. Lakini kinyume cha hivyo tunaweza tukapata aibu tena. Sema, machungwa ya leo sidhani yakawa mazuri. Maana nilifika pale kibandani nikakuta haya mawili. Mama, unalia nini? Joakim mwanangu, mke au mchumba sio ndugu yako, ijapokuwa unaweza kuwa naye muda mwingi, lakini sio adui yako, wala sio adui yetu sisi wazazi wako, japokuwa mmeachana. Naomba nitafutie Juliet japo hajanisalimia. Kama hutaniletea Juliet, mimi nitamfuata nyumbani kwao. Juliet ni mwanangu kama ulivyo wewe. Nampenda sana Juliet. Sawa mama, mimi kuelewa. Naomba nipe siku ya leo ili kesho nikamtafute, na imani atakuja kusalimia. Sawa mama. Chungwa. Najua sana. Chungwa lina faida sana mwilini mwangu. Lakini Juliet ana faida sana machoni pangu. Niletee kwanza Juliet. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Naomba siku ya leo ili nikamtafute, na imani kesho atakuja hapa kukusalimia. Sawa mama? Tafadhali kula chungu. Juliet, una nini? Salami. Hivi unajua lisangu nitakiwa Ijumaa ijayo? Hapana. Kwanza sijajua kama unaye mpenzi. Hongera, lakini mbona upo hivi sasa, shida ni nini? Mpenzi wangu amesitisha swala zima la harusi. Akidai eti mimi malaya na mahusiano na wewe. Mahusiano na mimi? Kivipi? Kaona ile filamu tuliyofanya kule kwa Mosi. Salamu, nipo hapa na kuomba twende ukamthibitishe kwamba mimi sina mahusiano na wewe. Juliet. Kwanza pole sana.
ila nataka kukuambia jambo. Kwani msiba unaoomboleza wewe ndio msiba ninaoomboleza mimi. Mpenzi wangu hataki kuniona wala kunisikia, kwa sababu na dhana hiyo hiyo kwamba mimi na mahusiano na wewe. Na hiyo dhana amekuwa nayo kwa sababu ameiona ile filamu aliyoiona mpenzi wako. Mama, pole. Asante. Naomba twende. Juliet, kwani wewe humjui mwanaume? Hujawahi kuwa na mwanaume? Hapana. Sasa Juliet, kama ulishakuwa na mwanaume, mimi mpenzi wako au mchumba wako nikamthibitishie nini? Unajua kuna vitu vya kuthibitisha kwa kauli mtu akaelewa, lakini sio kwenye hili. Kwenye hili mimi nadhani hata nikienda nikaongea kwa kutumia lugha gani hawezi kunielewa. Yeye kama atakuwa na dhana ya kuamini kwamba umetembea na nini, umelala na mimi, ataendelea kuamini hivyo. Salami. Sasa nifanye nini? Harusi yangu mimi ni Ijumaa, mpaka sasa suluhu hakuna. Juliet, unajua sisi binadamu huwa tunakuwa na mipaka ya kufanya mambo yetu au kufikiria. Na nafasi ambayo inakuwa imebaki, hiyo inakuwa na nafasi ya Mwenyezi Mungu kufanya. Kwa mimi nakushauri hapa palipobaki, hebu muache Mungu afanye. Yeye ndo ataongea na huyo mchumba wako. Atamwambia wewe ni mwanamke wa aina gani. Na kama atakuwa mwanaume wa kuelewa ataelewa tu. Huna cha kufanya Jasmine. Ina maana hii filamu ndio imesababisha haya yote? Kwa nini watu wanakuwa na fikra hii? Kwa nini watu wanakuwa na fikra potofu? Why? Mimi niseme tu asante sana kwa kuitikia wito wangu. Kwa sababu mimi naamini wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kunielewa. Nimejaribu kuongea na baba hajanielewa. Mama na ndugu wote, hakuna hata mmoja ambaye amenielewa. Kitu pekee ambacho mimi nimekuitia hapa ni kutaka ujue kwa nini nimemkataa Juliet na fani yake ya uigizaji. Kwanza kabla ya yote shangazi, nataka nikukumbushe kitu kimoja. Moyo na akili ya mwanadamu ni maktaba. Maktaba kubwa yenye kila aina ya vitabu. Mimi nadhani hilo unalijua. Na ndio maana nimesema nataka nikukumbushe tu. Kwa hiyo ukimtizama Juliet kwenye filamu yake, anaonekana ni muigizaji nguli, yani mwenye ni mzoefu, sio umeelewa? Na ndio maana tukiangalia picha yake wanakisi, wameshikana hivi namna gani, yani binafsi mimi sijapenda kabisa. Unasikia shangazi yangu, mwanangu, sanaa kama sanaa ni kazi kama kazi zingine. Ndio maana kuna wanamuziki wa nyimbo za kidunia, kuna wanamuziki nyimbo za Injili, kuna waigizaji ambao wanaigiza, lakini wote hao dhumuni lao wanaelimisha, wanaburudisha, wanafundisha. Tuseme ni sanaa ni kazi kama kazi zingine, zipo kwa ajili ya kumbadilisha mtu. Unakuta labda kwa mfano sanaa za maigizo ambazo anafanya mtu labda alikuwa muuaji, alikuwa jambazi, lakini anapofundisha anakuja anabadilisha. Umeona waigizaji akina Isalito, ni kazi ambayo anaifanya, watu wamebadilika kupitia yeye. Nyimbo za Injili, nyimbo inaimbwa, mtu akishasikia anabadilika kutoka kwenye dhambi kwenda kumwabudu Mungu. Umeona? Vile vile nyimbo za kidunia, mtu anabadilika kutoka kwenye ulevi kwenda kuwa mtu wa kawaida. Nyimbo sanaa inafundisha, inabadilisha. Ni kama kazi, kama vile mtu ambaye aliye mwalimu darasani anamfunza mtoto toka darasa la kwanza, toka chekechea mpaka kwenda chuo kikuu, anakuja kuwa daktari. Kwa hiyo sanaa ni kazi kama kazi zingine, tofauti na ambavyo unavyofikiria. Unasikia shangazi yangu? Na kitu kingine, binadamu hubadilika. Hakuna mtu ambaye habadiliki.
Tunarudi mule mule kwamba sanaa kama inaweza kumbadilisha mtu, hata yule mwanamke utakapomuoa utamwambia bwana, mimi mke wangu mimi sipendi kazi unaoifanya. Atabadilika kwa sababu ilikuwa ni kazi anafanya. Umemwona kwenye television, lakini ilikuwa ni kazi kama kazi anafanya. Atakapoingia ndani unambadilisha, mke wangu wewe saizi ushakuwa mke wangu. Wewe ndo mali yangu mimi. Wewe ndo ubavu wangu mimi. Hiyo kazi unaoifanya mimi sipendi. Utakula, utafanya kazi. Sitaki ufanye kazi yote ile. Mimi nitakutunza na kila kitu kwa sababu ni mke wangu. Ukimwambia acha, ataweza kuacha. Hawezi kung'ania kazi kwa sababu naye mwenyewe amekupenda kwa roho yake yote na moyo wake wote. Kwa utambadilisha shangazi yangu. Leo hii unaweza ukasema eti ni moyo Juliet, alafu nije nitabadilisha ndani. Nimekwambia moyo na akili ya mwanadamu ni maktaba. Sawa? Huwa sio kirahisi tu anaweza kasahau yale maigizo yao kwa sababu walimu wao wanafanyia mazoezi jinsia mbili tofauti. Shangazi hujui hilo. Mimi nafahamu. Sawa? Kwa mazoezi yao kuna mwanamke na mwanaume. Sawa? Sasa leo hii unataka kuniambia kwamba Juliet ni moyo ndani. Alafu kesho na kesho kutwa wakutane na wale wanaume ambao wanafanya maigizo nao. Nini kitu gani ambacho kitatokea? Watakumkana kwa lipi? Akiwa kama mke wangu. Sawa. Nakubaliana na wewe. Lakini sasa nataka nikwambie mwanangu. Shangazi yangu. Unajua umri umeshakwenda. Mimi ndani ya nafsi ule binti sijawahi kusikia habari zake mbaya zozote zile. Lakini kwa sababu wewe umesema kwamba umehitaji kutokana na kazi, siwezi nikakulazimisha. Unaona umri wako umekwenda, ona ndani uko ulivyopoa. Itakiwa uwe na mke wako kama mshafunga, siku ziko zimeshakaribia. Uwe mke wako kae naye ndani, Mungu awajalie watoto kama ni riziki ya Mwenyezi Mungu, familia iongezeke, tupate wajukuu. Lakini kwa sababu umemkataa mwanamke, basi. Lakini kumbuka, kwa kitendo ambacho umekifanya, jambo la kwanza umeaibisha familia. Jambo la pili umeaibisha ukoo mzima. Jambo la tatu, mtoto wa watu umemwaibisha. Kwa sababu watu wamechanga michango. Watu wameandaa zawadi, kumbi zimelipiwa, kila kitu kimefanyika. Zimebakia tu siku chache tu unakuja unakataa. Umempatia mkosi mtoto wa watu. Umetuaibisha, hata hatujui sura zetu sisi tutaziweka wapi. Kwa sababu pesa zipo, kila kitu kimeandaliwa. Lakini kwa sababu umeamua hivyo, mimi nitaenda kufikisha ujumbe. Nitaenda kuambia kwamba umekataa. Basi. Nashukuru. Sawa, mimi nimekuelewa shangazi. Lakini msimamo wangu mimi ni ule ule. Hapa hakuna ndoa tena. Sawa, mmetumia gharama, sijui mmelipa ukumbi, mmefanya nini. Mimi sikia nikwambie shangazi. Yaani leo hii ukianza kusema ni muoe yule mwanamke kutokana na gharama ambazo nyinyi mmetoa, inaonyesha zaidi kwamba ndoa ni kitu kidogo kuliko gharama, si ndio? Shangazi, leo hii mtanilazimisha mimi kumuoa mwanamke. Na nyinyi mkafurahia siku moja, mkacheza, mkafanya nini, lakini tambua kwamba huyu mwanamke ni mimi nitaenda kuishi naye ndani ya nyumba zaidi ya miaka 20. Sawa? Tabu ni mimi nitapata, nyinyi mtakuwa katika familia zenu. Umeheshimu basi maamuzi yangu shangazi. Nenda kaongea na baba. Nenda kaongea. Mimi na imani kabisa shangazi unaweza kuelewa. Na kuomba shangazi yangu. Ila mimi kama shangazi yako, rafiki yako, maana mimi ni kama shangazi rafiki ambaye tunaelewana kuliko ni mtu yote. Mimi sijafurahishwa na hicho kitendo. Sijakipenda kabisa. Kitendo hicho kimenihuzunisha na kimenisononesha. Nakubali kwa shingo upande. Ni aibu tu. Lakini kwa sababu ni maamuzi yako umeamua na ndio msimamo ulioshikilia kusikiza la mtu wala utaki ushauri wa mtu yote. Basi, mimi ujumbe nitaufikisha. Nitakwenda kuambia. Sawa. Sitaki unifuate ukiniona kokote. Ni zaidi ya mara 10 sasa. Unajaribu kuja kunilaha ili uonekane msafi kwangu. Salami, mimi sikutaki na sitaki niwe karibu yako kama mpenzi wako. Subiri siku nikifa ndio ukae karibu na maiti yangu. Lakini ukitangulia kufa wewe, hata msibani kwako sitakuja. Sawa Jasmine. Acha nikuache endelee kuishi na hiyo dhana yako ya kunihukumu.
ila nasema nawe kwa mara ya mwisho, kwa sababu kama kusema juu ya hili nimesema sana na wewe Jasmine. Mimi sina mahusiano na Juliet. Huwezi amini, hata mawasiliano yake tu mimi sina. Jasmine, kuna wakati inauma sana kufungwa kifungo cha maisha jela wakati kosa hujalifanya, lakini sina namna. Sina namna Jasmine. Hii ndio maana halisi ya maisha. Acha nikuache endelee kunihukumu. Nashukuru sana Jasmine. Anaweza hutambawa kacho kama udhi, we mwamini tu, penzi liendelee. Futa chozi usilie tena, we mwamini tu, penzi liendelee. Futa chozi usilie tena, fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama hasi. Fikra usababisha hata kilio, fikra potofu, fikra potofu. Mwanzo ulizama, tuliaminiana, karuhusu fikra mpaka tukajapishana. Natamani niwe na neno jipya la mapenzi, nikwambie Salami wangu, ili uzidi kuamini kuwa nakupenda sana. Jasmine, ni muda sana umepita tangia nitambue kama unanipenda kwa dhati. Natambua Jasmine una siri nyingi sana, na siri siku zote asili yake ni siri. Lakini wewe kwa upendo tena kutoka ndani ya moyo, Jasmine umeamua kunipa sehemu ya siri zako. Najua yote kwa sababu unanipenda. Laiti zingekuwa si upendo, usingetoa kunipa. Macho yangu yameona Jasmine, na ndio maana nakwambia kwamba najua namna unavyonipenda. Salami, hivi unajua maana ya salami? Salami? Salami haina maana nyingine zaidi ya salama au amani. Kweli. Namuomba Mwenyezi Mungu anijalie uwe salama yangu na amani yangu. Nakupenda sana Salami. I love you. Jasmine, kila siku nakuwa mpya kwangu, na kila kunapokucha nazidi kukupenda. Nakupenda sana Jasmine. Asante Salami. Fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama hasi. Fikra usababisha hata kilio, fikra potofu, fikra potofu. Vipi ndio? Una shida gani? Mama Juliet. Ujio wangu kwako kwa ajili ya mwanangu Juliet, nimesikia ana homa. Nimeona nije nimuone mwanangu. Mwanao Juliet anauma? Ana homa Juliet? Wanga mna kazi sana nyinyi.
Umeonga usiku kucha, umeona haitoshi. Sasa umeamua kuja live mchana. Ondoka nyumbani kwako. Sio maana yangu hiyo Juliet. Ni upendo tu kwa mwanangu. Tena uambie na wenzio, mwanangu haumwi na hataumwa, labda Mungu mwenyewe apende. Nakwambia toka nyumbani kwangu. Sikuje kwa ugomvi mama Juliet. Toka nyumbani kwangu. Fikra usababisha hata kilio, fikra potofu, fikra potofu. Kuna muda unaweza hisi kwamba upo sawa kwenye mambo. Hakikisheni vielelezo vyote mmechukua. Sawa? Sawa afande. Wakiamini, piga pigo. Mimi sijaua. Sijaua afande. Yeah. Nani amekwambia uingie ndani ya nyumba yetu? Mbona umekosa heshima na nyumba yetu? Samahani Jasmine. Najua ulinikataza nisikufuate. Ni kweli nimejitahidi kuwa mbali na wewe kwa wiki kadhaa sasa. Ila Jasmine, nimekuja hapa kukwambia kwamba ili zoezi mimi siliwezi. Siwezi kuwa mbali na wewe Jasmine. Tambua ni mwanamke ambaye nakupenda sana. Sawa, najua wanawake kama wewe wapo wengi sana kwenye hii dunia. Lakini mimi nakupenda wewe Jasmine. Natamani ningekuwa na mwanamke mwingine ninayempenda kama ninavyokupenda wewe. Nadhani nisingekuwa hapa kuhangaika na wewe. Jasmine, tambua ndo mwanamke pekee ninayekuhitaji kwenye maisha yangu. Na ndio maana unaona nateseka kwa ajili yako. Nakuhitaji kwenye maisha yangu Jasmine. Funga kinywa chako Salami. Kwanza umepata hapo ujasiri wa kuingia ndani kwetu? Na ni vipi kama wazazi wangu wakikukuta humu ndani? Haraka toka ndani kwetu. Sawa, nitatoka. Lakini mimi nimekuja hapa kwa ajili ya suluhu ya mimi na wewe. Sijaja kwa ugomvi. Sijaja kutafuta ugomvi Jasmine. Hivi Jasmine, ni vipi kama utamhukumu mtu kifungo cha maisha jela? Ama kumnyonga kabisa kwa kumtuhumu kwamba ameua mtu. Halafu mwisho wa siku ule mtu mlodhania kwamba ameuawa au ameuliwa mkakuta yupo hai. Ungekuwa ungefanya nini Jasmine? Salami, siamini katika maneno yako unayozungumza. Uliponitenda panatosha. Moyo wangu tayari mimi una vidonda Salami. Ina makovu kila sehemu. Sihitaji kuutesa tena moyo wangu. Toka ndani kwetu Salami. Nitakuita mwizi. Nikujazie watu. Jasmine, kuna wakati napenda hata ukifoka. Napenda hata ukinitukana. Hiyo ndo aina ya mapenzi yangu kwako Jasmine.
natoka, ila sintoacha kukupenda kwa sababu ndo mwanamke anayekupenda. Natamani kukwambia jambo. Ukihisi mimi ni mkosaji sana kwako, unaweza pia ukanisamehe, kwa sababu hakuna mwanadamu alokamilika Jasmine. Mimi naweza nikawa nimekukosea leo na wewe ukakosa kesho, na nitakusamehe pia. Jasmine, ni kosa gani nilolifanya mimi kubwa huwezi ukanisamehe? Sijawahi kukosea katika maisha yako, na leo itakuwa ni mara ya kwanza kukuvunjia heshima yako. Kwa hiyo kabla sijavunja heshima yako, nakuomba jiheshimu wewe mwenyewe. Kama ulivyokuja na miguu yako, mlango ulioingilia ndio utakaotokea. Na kuomba utoke, na kuanzia leo usinijue mimi kama nilikuwa mpenzi wako. Toka ndani kwetu. Sawa Jasmine, nimekubaliana na maamuzi yako, lakini tambua Salami ni mwanaume anayekupenda sana, na hakuna mapenzi pacha duniani. Kama yupo mwanaume anayekupenda sana kuliko mimi, basi amini mimi mwongo, ila naamini Salami ni mmoja tu anayekupenda wewe. Mapenzi, kwa nini umekuwa sehemu ya adhabu katika maisha yangu? Hata pale ambapo ninaamini furaha yangu ndio ipo, nawe hutoweka na kunipa maumivu tu. Kwa nini kila siku mimi ndo wakutoa machozi? Nashindwa kuamini. Hata Salami niliyemwamini na kumwonyesha mapenzi yote, amekuwa ni mwanamume wa kwanza kunitenda. Kwa nini mimi lakini? Kwa nini mapenzi yanitese mimi tu? Au mimi ndo niliandikiwa maumivu maisha yangu yote hapa duniani? Kaka, mimi nadhani muda umekwenda toka asubuhi mpaka saizi ni saa 10. Nadhani anti yangu angeenda kituo cha polisi, aende akamwangalia wifi. Maana kama tumetafuta wewe mpaka saa hizi kote hamna, hatujamuona, na kila tunayemuuliza hajamuona. Sasa unafikiria atakuwa wapi? Nadhani angekwenda kumwangalia, aende kituo cha polisi akaulizie, wala tukapata jambo lolote. Wenda kuna kitu kimemkumba. Yote haya aliyesababisha mpaka kupanda pressure kwa mke wangu mimi ni huyu Joakim. Huyu Joakim ndio aliyesababisha yote. Sasa nendo nakotaka kwenda. Hapana kaka, hayo mambo yalishapita. Tulishazungumza, tukasameheana, tukaomba na kuomba, tukamshukuru Mungu. Hao tayari yalishapita. Hamna haja kwanza kuyarudia tena. Cha msingi Joakim, nenda kituo cha polisi kamwangalie mama yako, wenda tukapata neno lolote. Maana tumechoka. Tumezunguka kote hatujampata. Nenda. Nenda unaniangalia. Unajua haya yote yamteka kwa sababu ya huyu mtoto. Huyu mtoto atami mwenyewe kuna siku atanipandisha pressure, nitakufa. Tena nitafariki ulimwengu waswa. Na sikutani kwa tabia alionayo. Hapana kaka, mbona unaongea maneno machungu hivyo? Hapana. Hapana. Hapana ni? Hapana kaka. Matatizo siku zote namkuta mwanadamu. Sasa kama utakuwa unarejea mambo ya nyuma, haitakuwa mazuri. Cha msingi aende, tujue tutapata jibu gani. Kuliko ni kujilaumu kurejea ile mambo ya nyuma yale. Sahau na samehe. Wewe Mkristo, samehe 7 mara 70. Basi na wewe unaweza kusamehe hata vile unavyotubu dhambi zako unavolala usiku, na wewe Mungu anakusamehe. Ni hatari sana kwa maamuzi anayochukuaga. Na mimi naweza nikaja nikakauka nika. Fikra usababisha hata kilio. Fikra potofu.
fikra potofu. Tupe mrejesho, tunakusubiria. Mama yangu amekosea nini Juliet? Umemhukumu hukumu kubwa mtu asiokuwa na hatia kwako. Kwa nini? Kwa hiyo unaongea nini gani Joakim? Baba. Nilipofika kituo cha polisi, muda huo na gari yao ikawa inaingia. Baadaye wakamshusha Juliet akiwa na pingu mkononi. Na ndani ya lile gari kuna mwili wa marehemu mamangu. Mke wangu amefariki? Unamaanisha nini Joakim? Unamaanisha Ifyangu amefariki? Shangazi, mamangu amefariki. Unajua wewe ndiye uliyesababisha kifo cha mke wangu na mama yako. Kwa sababu bila ya wewe mke wangu asingekufa. Wewe ndio chanzo cha matatizo yote mpaka umepelekea mke wangu mimi kufa. Kama ni masuala ya Juliet, ni wewe ndio uliyesababisha. Hayo ni ya kwako wewe na Juliet, lakini mke wangu wewe ndio uliyemuua. Joakim, nikwambie kitu. Aliyekufa ni mama yako, lakini mimi mke wangu hajafa, bado yuko hai. Ndio nakwambia sasa kwa taarifa yako. Kama ni matatizo yako wewe na Juliet, ni huko na Juliet, lakini mke wangu mimi hajafa. Na siwezi kuamini. Umesikia dada? Fikra usababisha hata kilio, fikra potofu. Jasmine, shida nini? Mbona uko hivyo? Umebadilika binamu yangu. Mamako anasema kwamba wiki kadhaa upo hivi. Mimi mwenyewe unanitisha. Sijataka kukuona ukiwa hivi. Tatizo nini? Naomba kesho unisindikize kwa muuza majeneza. Nikachagua jeneza nitakalokuwa nalo pindi nikifa. Unaongea nini wewe? Nikusindikiza kutafuta jeneza? Unamaanisha nini? Mimi ni mfu ninayetembea. Ni swala la muda tu. Siku yote naweza nikafa. Jasmine, unaongea nini? Unamaanisha nini? Mfu unaitembea? Najua kuna kitu hujui Tula. Natamani nikueleweshe uelewe. Ipo hivi. Uje tupige story. Maana mimi nakwambia sikukufutia waya. Story za mji wote unakuwa sina. Najua wewe ni umbea tu ndio unakuasha. Sio umbea mzangu. Ubize shule kazi nyingi. Kwa mimi ndo kiredio chako. Haya, sawa, niambie leo umekuja na lipi? Kabla kwa alijanikauka. Binamu, mbona umemwangalia sana yule dada? Shule kidawa. Dunia haina huruma hii. Unajua yule binti ni mwathirika? Mwathirika? Tena muda mrefu. My dear Jasmine. Jasmine, mbona una fikra potofu? Jasmine, mbona amini fikra potofu?
Kwani kuigiza na mpenzi wako shida iko wapi? Halafu mi mwenzako wakati nakwambia kwamba yule dada ni mwathirika, sikuwa namaanisha mwathirika wa VVU. Nilikuwa namaanisha ni mwathirika wa kisaikolojia. Ngoja nikwambie. Yule dada alishakuwa na kijana mmoja hivi, aitwa Ray. Kwa mfano fulani hivi mzuri. Alikuja akamtenda Juliet na yule kaka tangu alipoachana na tangu alipomfanyia vibaya. Yeye na masuala ya mahusiano ni vitu viwili tofauti. Hataki kabisa mambo ya mahusiano. Na ndio maana nilikwambia ni mwathirika, ni wa kisaikolojia, sio wa VVU. Tula. Kwa unamaanisha kuwa sio maambukizo ya virusi vya ukimwi? Anamwaka sasa. Yaani ukitaka ugombane naye yule, yaani hata awe hivi sasa hivi na marafiki zake wa kiume amtongoze, yaani shida yake mwambie tu dada nakupenda, ataki hayo mambo. Nini tena? Niliamini mpenzi wangu atakuwa ametoka na ule dada, nao ulivyoniambia vile siku zile ndo nilichanganyikiwa kabisa. Niliamini nimevaa chini. Huwezi amini Tula, nimeachana na Salami. Jasmine, umeachana na Salami? Hapana bwana. Mbona kaka watu mpole, hana haya mambo, mstaarabu. Sio kijana mwenye mambo mengi. Sikilize Jasmine. Kuigiza kwamba unaigiza labda mahusiano, ukahisi ndo mtu yuko kwenye mahusiano, hapana. Haya maigizo yetu sisi, yani sana yetu ya maigizo ya muziki, kuigiza uko kwenye mahusiano haina maana kama ndo unafanya hivyo vitu. Mtu kama ni malaya ni malaya, na kama mtu si malaya si malaya. Usimhukumu hivyo kijana wa watu. Ulichofanya umekosea. Tafadhali. Nitafanya nini? Nampenda Salami. Umekosea kuachana na Salami. Unafahamu ni kijana mzuri sana Salami. Wewe na yeye mlikuwa mkisimama pamoja, mlikuwa mnamvutia kila mmoja. Huoni kama kwa peke yako hata mwenyewe haikupi ujasiri? Unamhitaji. Utizame moyo wako. Unamtaka sana Salami. Rudi. Maisha yako, furaha yako, ndoto zako zipo kwenye mikono ya Salami. Rudi, kazitimize kwake. Anakupenda. Wewe unampenda yeye zaidi. Rudi kwa Salami. Kazungumze naye. Sawa. Napenda kukuona una furaha. Naamini furaha yako iko kwa Salami. Ninachokiamini, Salami ni mwelewa sana. Pamoja na haya yote, naamini atakuelewa. Sawa. Mambo vipi Jasmine? Jasmine, mambo. Wewe una nini? Salami, najiona mjinga sana mbele yako. Kwani uliwahi kuniuliza ni vipi nikimhukumu mtu kifungo cha maisha jela au kumnyonga kwa kumtuhumu kuwa ameua mtu, alafu baada ya muda mtu aliyedhaniwa kuuawa akaonekana kuwa yupo hai, ni nini nitafanya?
Uliponiuliza swali hili niliona huna akili, lakini leo linanishambulia kila kona ya mwili wangu. Salami, nimekuja hapa kuomba msamaha kwa kudhania kuwa una mahusiano na msanii mwenzako. Naomba unisamehe. Kwa hiyo leo umethibitisha vipi kama mimi sina mahusiano na yule mwanamke? Unajua mimi nakupenda sana, na ule ni wivu tu ndio ulinisababisha niwe vile, mpaka nifikirie fikra potofu na kukuona wewe mbaya. Najua nimeutesa moyo wako, nimekupa maumivu, lakini nakuomba msamaha wa dhati kutoka moyoni. Nakuomba nisamehe mpenzi wangu. Afande, umeitikia wito wako? Nipe taarifa ya simu uliyokutana na tukio. Ile simu afande, tulivyoikuta pale ndani ilikuwa haina chaji, lakini tumeichaji na tumeifanyia uchunguzi. Imebainika kuwa marehemu alijaribu kututafuta kupitia namba zetu. Okay. Nitie kwa magari. Sawa afande. Timamu afande. Nipatie taarifa ya fingerprint ya maiti mliyokutana. Afande, baada ya kufanya uchunguzi wangu nimebaini kuwa marehemu aliuawa na marehemu aligongwa na gari. Okay. Kumbe binti mliyemweka ndani hana hatia. Tueni. Sawa afande. Afumua makini sana. Sawa afande. Kwanza asante sana kwa kunikaribisha na kukubali wito wangu wa mimi kuja kuzungumza hapa kwa ajili ya ndugu yangu Jasmine. Asante. Lakini nilipoingia hapa ndani ni wazi Salim, nimeukuta upweke. Utakubaliana na mimi kama ndani hapa ni papweke. Ni papweke kwa sababu yale mazingira ambayo tulizoea ama wewe ulizoea ya uwepo wa mpenzi wako katika moyo wako sasa hivi hayapo. Si unajua upweke huo unaanzia moyoni, alafu hata mazingira yanapokea. Si ndio? Usikubali kuendelea kukaa na upweke huo. Mtizame mpenzi wako. Anakupenda na unajua kama anakupenda. Lakini hata wewe unampenda. Sasa
Kwa nini uruhusu kitu kidogo hiki ambacho kimetokea kati yenu kiharibu ndoto zenu, kiharibu mipango yenu, kiharibu kila kitu katika maisha yenu? Sidhani kama uko tayari. Unafahamu kwamba palipo na mapenzi kila kitu kinakuwa rahisi. Shughuli zinakuwa rahisi. Upatikanaji wa fedha unakuwa rahisi. Lakini kila kitu kinakuwa rahisi kwa sababu kuna mtu nyuma yako ambaye anakuombea na kutakia baraka, ambaye anasimama wakati wote pamoja na wewe. Na ndio maana wanasema kwenye mapenzi hakuna vitu vigumu. Salami, please. Tula, unachojaribu kukifanya hapa ni kutaka kukamua maziwa kwa mamba kufa. Ni rahisi sana kuunga bati katika, lakini ni vigumu sana kuunga kioo kilicho katika kirudi kiwe kama kilivyokuwa awali. Nakuelewa. Nilimpenda sana Jasmine. Hata huko alikuwa anajua namna nilivyompenda. Nilimpenda sana. Lakini ya muda wote aliniona mbaya. Alinifananisha na kafiri aliyeingia na mbwa ndani ya msikiti. Tula, hebu nitizame. Najisi nimekonda kwa sababu muda mwingi nililia kumlilia Jasmine. Tula, moyo wangu umekufa. Umekufa moyo wangu, haisi tena mapenzi. Nimekusikiliza. Nilikuwa nikitabasamu kwa sababu nikiangalia macho yako na unachoongea ni tofauti kabisa. Salama, unampenda mwanamke wako. Unamhitaji. Yaani usijidanganye kwa maneno ya mdomoni. Iangalie nafsi yako. Iangalie nafsi yako. Unajiongopea. Embu kubali kwamba kilichotokea ni makosa na yule ni binadamu. Jipe muda wa kujisamehe wewe, alafu msamehe na yeye. Mwanze upya kabisa mapenzi yenu. Mfurahie maisha yenu. Halafu naomba nikuache. Ufikirie haya niliyokuambia. Msamaha peke yake ndio utakaosababisha nyinyi wawili mkarudi tena katika ulimwengu wenu wa mapenzi. Siku njema, Salama. Huenda bila fikra zake potofu wazazi wasingechukiana. Sawa Juliet, lakini siku zote unapochafuka mkono usinawe maji machafu, kwani unapofanya hivyo unazidi kuchafuka. Na najua kama unataka kumfanyia hivyo Joakim, lakini huoni kama utajiingiza kwenye matatizo makubwa mno? Juliet, mi nadhani huu ni muda wako sahihi wa kumuita Mungu wako wa kweli, na nina imani atakuitikia. Pindi atakapokuitikia tu, naomba mwambie akufundishe kuyakubali haya ni mapito. Haya ni mapito tu Juliet. Chunga asije akaenda na wewe. Sawa Juliet? Umenielewa vizuri? Umenielewa Juliet?
fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama hasi. Fikra husababisha hata kilio, fikra potofu, fikra potofu. Kuna muda Pole sana. Kwa niaba ya jeshi la polisi, ndugu yangu, tupo hapa kwa ajili ya kulinda raia pamoja na mali zake. Tumefanya uchunguzi, tumebaini kwamba huyu binti hana hatia. Hajamuua mama yako. Aliyehusika na kumuua mama yako ni marehemu yule gongwa na gari pale Kundai. Sio binti. Na tukwenda eneo la tukio, tumkuta binti ndani wakati marehemu ameshakufa. Kwa hiyo nakuomba usimfikirie huyu binti vibaya. Basi. Fani. Kwamba unataka kumwambia Juliet usiki kabisa na kifo cha mamangu. Ndio, usiki. Na sisi jeshi la polisi tuko makini. Tunapochunguza tunapata taarifa zilizokuwa zimetoka. Na inaonyesha kwamba Juliet baada ya kufika sehemu ya tukio alikuta mama hapo ameshafariki. Serious nichunguza kabisa, nimebaini kwamba Juliet usiki kabisa. Afande, hiki ninachokuambia ni uchunguzi wa jeshi la polisi, ndio uchunguza na taarifa zinazokupa ni sahihi kwamba yule binti hana hatia, ndio maana tumeamua kuachia. Sawa, mimi nakuelewa. Naomba kuja. Naweza kaenda. Naweza kaenda. Kwa makini sana. Kwa Juliet usiki kabisa. Kaka. Na mimi pia naondoka. Waka jomba zako wananipigia simu kwamba mama unakuja lini, unakuja lini. Nadhani nikuacha, ila nilikuwa nataka nitoe ushauri kwamba haya mambo yapite. Usiyafikirie sana. Najua toa mahali, watu wamechanga michango, pesa zimetumika sana, lakini mwisho wa siku harusi haijafanikisha. Kwa hiyo usiwaze sana mpaka kujiletea maradhi. Hizi hela ndogo ndogo milioni ngapi? Ni hela ndogo ambazo tuna uwezo kufanya nini kuzitafuta. Kwa masuala haya naomba tu yaache na usahau. Moyo wako uwe huru tu. Kabisa usahau. Pesa natafuta na tutapata hizo pesa. Kwa mimi nakwenda. Asante dada. Nashukuru. Kwanza kwa kunipa faraja. Najua haya ni mapito tu ambayo kila mwanadamu yanamkuta. Kwa nakutakia kila laheri na baraka tele, lakini hapa nashukuru. Mmeniacha hapa nitakuwa na amani. Na ninashukuru kwa yote ambayo mmejaribu kunisaidia na mpaka hii shughuli tukaikamilisha, japokuwa mtoto wangu ameonyesha kiburi na jeuri. Kwa kweli ameniaibisha. Ameniaibisha pamoja na nyie kawaibisheni. Naomba tu mimi nitabaki na amani. Na itabidi hata kijiji nikiambia kwamba jamani sameane tu, ni mambo ya watoto jinsi yalivyo. Kwa hiyo nakutakia kila laheri na baraka tele dadangu. Uende salama na sitakutoa sababu kichwa changu bado hakijakaa vizuri, lakini hapa mimi nimebaki na amani na furaha tu. Ila waambie babu yake, wakina bibi wote, bibi zake wote, wakina Mwakafyongo pale pembeni pale, wale jirani zetu tunaofahamiana nao, kana kwamba haya mambo ni ya kawaida tu na nimeyabeba jinsi yalivyo, bila kumsahau Mwangerekete. Kwa sababu Mwangerekete yule
Makendo alikuwa ni mtu wa kwanza kumtaarifu, na aliahidi kwamba angekuja, lakini kwa sababu anaumwa miguu ndio sababu alishindwa kuja. Alafu bila kusahau kuna yule bibi fulani hivi pale bondeni hivi, mke wa Mwakafyogo, kama unamkumbuka. Na hivyo aliahidi angeleta taa kuku kwa ajili ya harusi ya huyo mtoto. Lakini sasa kishanitia aibu. Basi kaniombee msamaha. Kwa sababu ni kawaida, sasa tutafanyaje? Sina wa kumtupia. Na wewe ni mtoto wangu, basi mimi nimebaki na amani. Mungu akutangulie, uende salama. Mimi binafsi nimeipokea hiyo hali kwa sababu mtoto ameshaamua. Sasa nitafanya nini? Basi namwacha jinsi alivyo. Sina jinsi. Papa nika kio kigune, kiake jujo kaki yangu une lesi maliki. Lolo nguhoboka mundu mbura jangu. Nasema Mungu ni mwema kila wakati. Basi nienda tu. Safi. Unaendeleaje? Salama, nashukuru. Naendelea vizuri. Nimefurahi kuwaona mkiwa pamoja. Sema tumefurahi pia kuwaona, yani nimependa sana pamoja na shemeji yako hapo. Nimefurahi kuwaona mkiwa hivi, alafu mko na chai. Anko. Mambo. Sema tumependa bana. Au sio? Mimi nashukuru sana. Ila hapa hapana. Sema utumbo amechukua hapa, ila sio mimi. Sisi tupo niko na bibi hapa, tunafanya mazoezi. Unajua tena hali yenyewe ukiwa hivi lazima ufanye mazoezi kidogo. Mimi nataka tugeuze tuwasindikize. Hapana. Sasa hiyo itakuwa haina haja ya mazoezi. Basi poa, basi tuache. Toto bye. 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 Mwanzo ulizama, tuliaminiana, karuhusu fikra mpaka tukajapishana. Na kupenda sana, na umerudi tena, naona chozi la furaha limetuinua baby. Ahadi tulizopanga kuhusu ndoa zifike, zawadi niliyopewa na Maulana ni wewe. Ahadi tulizopanga kuhusu ndoa zitimie. Fikra zaweza leta matokeo, aidha chanya ama